Tunakukaribisha sana ukiwa hapa Kenya, ukiwa kule Ulaya ama maeneo ya ng'ambo kwa nchi tofauti. Tungependa kukaribisha sana ndio uweze kuandamana pamoja nasi katika ibada ya siku ya leo, ambapo Mungu ametujalia neema. Tunajua kwa yote imegharimu mkono wa Kristo. Hizo miezi 4 Bwana amekuwa mwema na mwaminifu, na hata mwezi wa 5 natumai Mungu atutuongoza na atatutenda mambo mazuri katika jina la Yesu. Kwa majina naitwa atakutenda mambo mazuri katika jina la Yesu. Bila kupoteza muda, kwanza tuanze na maombi, kisha baadaye tutaendelea katika jina la Yesu. Basi na tuombe. Baba wetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu Kristo, tumekuja mbele zako mfalme mwema asubuhi ya leo. Mwana wa Mungu, jambo la kwanza tunasema ni asante kwa upendo wako, kwa ukuu wako na kwa nguvu zako, na hata kwa sababu ya siku njema na asubuhi njema umetupatia Yesu kuingia katika hizi studio siku ya leo. Malapa Bwana, tumekuja kukuabudu, tumekuja kutangaza ukuu wako na uweza wako, tumekuja kutangaza uaminifu wako Mwenyezi Mungu, tumekuja kutangaza sifa zako Mwana wa Mungu, na kusema unastahili asubuhi ya leo, unastahili dakika ya sasa, unastahili hii mwezi umetupatia, unastahili. Tunaomba uwepo wako na nguvu zako mahali hapa asubuhi ya leo, katika jina la Yesu wa Nazareti. Tunakabidhi ibada ya siku ya leo mbele zako, tukiomba Kristo wa Nazareti tuongoze. Roho Mtakatifu wa Bwana, pata nafasi, tawala na utamalaki kwa jina la Yesu. Tazama Mwenyezi Mungu, umetujalia hii nafasi mfalme mwema, akuwa hapa pamoja na mtazamaji na yule ambaye anatusikiza Bwana, pamoja na wale wote wanatufuatilia. Wote tunawakabidhi mikononi mwako Bwana, uwakumbuke Mwenyezi Mungu, watembelee, tembelea maisha yao, tembelea kazi zao, tembelea biashara zao, tembelea familia zao. Ashuka Baba kwa hiyo ofisi, tunaombea asubuhi ya leo, kibali ya Mungu itembee nao, baraka za Mungu zikawe juu yao, ushirika wa Bwana upelekane na wao katika jina la Yesu. Baba, asubuhi ya leo tuna sababu ya kukuinua kwa makuna mema umetutendea, kwa jinsi umetembea nasi. Hiyo miezi 4 imepita, wewe umekuwa mwema kwetu, umekuwa mwaminifu kwetu, umekuwa msaada wetu, umekuwa mchungaji mwema, umekuwa baba wa karibu. Yesu, hautajuachilia hata dakika moja Baba, maana tumeona mema yako na tumeona ushindi wako. Tunakupa utukufu wote na hata sifa zote siku. Tuombea yule anatutazama, tukiombea yule anatufuatilia, tukiomba baraka za Mungu Baba zikaandamane pamoja na wao. Hii mwezi wa 5 Baba, tunaukabidhi mikononi mwako. Wiki ya kwanza, wiki ya pili, wiki ya 3 mpaka wiki ya 4 Bwana, tunaomba uwepo wa Bwana, tunaomba kibali ya Jehova, tunaomba utukufu wa Bwana utembee pamoja nasi Jehova. Tufanikishe mwezi huu, tutengenezee ushuhuda. Hii mwezi tumeingia, ahadi zote umetuahidi Baba utatutimizia kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Huyu ambaye ni mgonjwa, tunatangaza uponyaji wako katika mwili wake Jehova. Tembea Baba, uwaponye, tembea uwatakaze, tembea uwakomboe, tembea Baba uwaeke huru katika jina la Yesu. Kila hali wanapitia, kuna Jehova ambaye ni Jaire na kuna Jehova ambaye ni mtetezi watu wetu. Tetea Baba kila mmoja na utetee maisha yetu. Mikononi mwako tuwakabidhi, tukijua ya kwamba hii siku umeiandaa, na kupitia kwa neno lako leo kuna mambo mazuri na mema ambayo Jehova unaenda Baba kuachilia katika maisha yao. Kuna watu wamefungwa gerezani, kuna watu wamelazwa hospitali, kuna watu Baba kwa manyumbani mwao wanapitia hali ngumu na mzito, kuna watu hawana amani, kuna watu wanapitia changamoto katika hali ya kimaisha. Wote tunawaleta kwako Bwana, wakumbuke asubuhi ya leo katika jina la Yesu. Wengine wameadhirika katika hali ya mvua, tunaomba Mwenyezi Mungu uwatembelee mahali walipo Jehova,
wengine wako kwa mashule, wengine wako kwa makambi tofauti tofauti. Wote ni watoto wako Baba. Tunaombea mwana wa Mungu. Kuna wamama, kuna watoto wadogo, kuna wazee Baba Jehova, wanahangaika na wanasumbuka. Yesu, tuingilia kati, uzidi kutia Baba watu wako mzigo wa kuwasaidia, na tutende mazuri, nazo sifa na tutende mazuri, nazo sifa na utukufu Baba zitakurudia. Tunajiachilia kwako, tukiombea nchi yetu, tukiomba amani, tukiomba baraka, tukiomba kibali, tukiomba uzidi kuinua uchumi na ubariki Bwana, katika jina la Yesu. Baba, tunajiachilia kwako siku ya leo, mchungaji wako anaposimama hapa kwa neno lako, ukamtumie kwa utukufu na sifa zako. Tubariki wote kwa pamoja, uwe mwanzo na ukawe mwisho wetu, na ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen, amen, amen. Mungu awabariki wote na watende mambo mazuri. Kwa hivyo letu tu ni kuwakaribisha ya kwamba tuandamane pamoja mpaka tamati, na najua kuna kile Mungu amekuandalia leo kwa utukufu wa jina la Kristo. Bila kupoteza muda, niweze kukaribisha tumishi wa Mungu. Karibu sana, uweze kuendelea, na Bwana akubariki sana. Karibu mtumishi wa Mungu. Asante mtumishi wa Mungu. Karibu. God bless you so much. Amen. Kwa sababu ya kutuongoza vizuri. Thank you. Umetukanyagisha poa. Amen. Tunasema Mungu akubariki na kutende mema. Amen. Mtazamaji wangu na msikilizaji wangu, mahali popote ulipo, ninaukaribisha leo katika neno la uzima. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimesikia leo tuko Keheo na tuko katika hizo mitandao zingine. Kwa hivyo ukitutafuta pale utatupata, na Mungu anaenda kubariki na kutenda mema. Nashukuru Mungu sana kwa sababu ya kutupatia nafasi hii ili tuwe hapa siku ya leo. Na jambo lingine la pili nataka kusema ni asante kwa baba yangu Bishop Edward Mai, Apostle James Kiongo, Ticha pale, Reverend Raphael, Reverend Mathenge, Reverend Muri. Shikilia baba mpaka mwisho. Mchungaji. Yes. Shikilia baba mpaka mwisho. Kwa nini niongee maneno haya? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na leo ninaongea maneno haya nikiwa mchungaji, na pia na nashukuru Mungu kwa sababu ninajua utabarikiwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nataka tusikie neno kutoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume 13 kuanzia 1. Yes. Kwa sababu hapa nataka tuongee mambo ya watu wawili, mtumishi wa Mungu. Amen. Watu ambao walikuwa waende safari pamoja. Yes. Watu ambaye Mungu aliwatiririshia mafuta pamoja. Ndio. Watu ambayo wamekuwa yani Mungu aliwatunuku hicho kipawa. Yes. Kwa ajili ya kuinua mioyo ya wengi. Amen. Na kuinua makanisa ya Mungu. Yes. Ndio utukufu wa Bwana uweze kuidhihirika. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka tuongee mambo ya watu wawili. Yes. Kwa sababu hata sasa ndio sana makanisa wakati wachungaji wanapotumwa. Tusomee hapo. Amen. Tasoma Matendo ya Mitume 13. Ndio. Tuanzie mstari wa kwanza. Na huko Antonia. Ndio. Katika kanisa ilikuweko pamoja na manabii. Ndio. Na walimu. Ndio. Nao ni Barnaba, Simeoni aitwaye Nigeri, na Lukia wa Mkerini, na Manaeni aliyekuwa ndugu wa kunyonya wa mfalme Herode. Ndio. Na Sauli. Mstari wa pili. Ndio. Basi hawa walipokuwa wakimfanyia Bwana ibada na kufunga. Ndio. Roho Mtakatifu akasema. Akasemaje? Nitegeeni Barnaba na Sauli kwa kazi ile niliyowaitia. Ndio. Ndipo wakiisha kufunga na kuomba. Ndio. Wakaweka mikono yao juu yao. Wakawaacha waende zao. Ndio. Mstari wa 4. Ndio. Basi watu hao wakiisha kupelekwa na Roho Mtakatifu. Ndio. Wakateremkia Selukia. Na kutoka huko wakasafiri bahari hata Kipro.
Mstari wa 5. Ndio. Na walipokuwa katika Salami, Ndio. wakalihubiri neno la Mungu Ndio. katika sinagogi ya Wayahudi. Ndio. Nao walikuwa naye Yohana kuwa mtumishi wa. Underline Yohana hapo Yes. Alafu mstari wa 6. Ndio. Walipokwisha kupita katika ile kisiwa chote mpaka Papo, wakaona mtu mmoja, ndio, mchawi, nabii wa uongo, Myahudi, jina lake ni Bar-Yesu. Mtu huyu alikuwa pamoja na liwali Sergio, ambaye alikuwa anaitwa Paulo. Kabla hata mchunguzi, simama hapo. Ndio. Leo vile nimesema nataka kuongea mambo ya watu wawili. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu hawa si wengine bali ni Barnaba na mtu ambaye alikuwa anaitwa Paulo. Ndio. Katika hali ya kuomba na kusali na kufunga sana, yes, Roho Mtakatifu akasema waende wawili, Dio, ili waende wakaeneze injili ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Biblia inaniambia walikuwa wengi sana, lakini Roho Mtakatifu amechagua wawili peke yake. Wawili. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka niongee leo, siku ya leo. Dio. Nikuambie wewe ambaye umeenda kufanya kazi ya Mungu. Yes. Ni kweli mlikuwa watu wengi. Ni kweli mlikuwa mnafunga sana. Dio. Mlikuwa mnaomba sana. Yes. Lakini wengine hawakuchaguliwa. Dio. Wewe na huyo mtumishi wa Mungu, yes, wewe ndiye mlichaguliwa. Dio. Ili muweze kuenda kufanya kazi ya Mungu. Dio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na Biblia inaniambia hapa, wakati waliweza kutumwa, Dio, Mungu alitembea sana na wao. Wakatoka kisiwa moja kwenda kingine. Dio. Wakafanya injili sana. Watu wengi wakaokoka. Dio. Watu wengi wakabarikiwa. Hallelujah. Watu wengi wakafunguliwa. Dio. Miujiza ikafanyika. Hallelujah. Wakaenda wakafanya mambo makubwa sana. Dio. Unasikia hata kuna wachai waliwatokea. Wachai ambao walikuwa wanafanya mambo siku ile. Dio. Walikuwa wameona sasa ufalme wao umeisha. Yes. Lakini wakati Barnaba walifika mahali pale, Dio, wakiwa na mtumishi wa Mungu Paulo, Dio, hao watu wakashangaza watu. Yale mambo yalifanya hayako imefanyika hapo awali. Dio. Miujiza ya ajabu na pia neno la kufunza watu la ajabu Dio likafanyika mahali pale. Amen. Biblia inaniambia siku ya leo, Dio, kama unaweza soma hapa ukielekea, utavile kazi ya Mungu ilifanyika. Utaona vile Paulo alikuwa anaongea na ujasiri. Dio. Alikuwa anaongea watu wote wanashindwa kuko namna gani? Dio. Kwa sababu huyu mtu Mungu alimsaidia sana. Alimpatia ufunuo wa ajabu. Yes. Alimtumia zaidi na zaidi. Dio. Watu wakashangaa. Hallelujah. Watu wakashangaa. Dio. Watu wakashangaa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Mambo yakafanyika makubwa sana. Dio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ndio nimesema na nirudie tena, usipotee njia. Ndio. Kichwa cha leo Kichwa ya kwamba usimwache. Ndio. Huyo baba mlitumwa na yeye. Usimwache. Usimwache huyo baba. Haleluya. Huyo baba usimwache. Usimwache. Haleluya. Amen. Baba mtumishi wa Mungu. Ndio. Ni yule mtu amesimama na wewe. Haleluya. Baba. Kuna baba sasa kikanisa. Ndio. Ambaye huyu mtu ambaye ametunukiwa. Ndio. Ya kwamba yeye ndiye anaongoza makanisa hayo ama kanisa hayo. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kunaweza kuwa mtu mwingine Mungu amemweka kama baba. Yes. Huyu mtu amekusaidia. Ndio. Hata kifamilia amekusaidia. Ndio. Na vile amesimama na wewe, inakuwa ni kama baba yako. Kwa sababu mambo mengi unafanya na yeye. Ndio. Yeye ni kama baba yako. Ndio. Vile amesimama na wewe, amesimama na watoto wako. Ndio. Amesimama na kazi yako. Ndio. Huyu mtu aliwekwa hapo na Mungu, ili aweze kukusimama na wewe. Ndio. Haleluya. Haleluya. Inaweza kuwa hata kuna mtu ambaye ako pengine ng'ambo ama hali pengine. Ndio. Na yule baba pengine alishughulika. Anaweza kuwa sio baba mzazi. Ndio. Awe ni baba ambaye alisimama na yeye na akamsaidia sana. Yes. Na hata njia ya kule ng'ambo ikaweza kufunguka. Ndio. Ninataka kusema siku ya leo, usibishane na huyo baba. Usipigane na huyo baba. Huyo baba ametunukiwa. Ndio. Kuna mafuta amepakwa na Mungu, ili muende na yeye safari. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na hata kama mambo yatakuwa magumu namna gani, huyo mtu msibishane na yeye. Huyo mtu usimwache. Ndio tukasema siku ya leo, usiachilie baba. Usiachilie baba. Usiachilie baba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtumishi wa Mungu, kuna mtu mnaweza fanya
Mungu na yeye. Mnafanya pamoja, pengine ni kanisa ama ile shughuli mnafanya. Ndio. Iwe hata mimi wakati tunaombea watu. Ndio. Wewe ukiwa kiongozi wangu, unaombea watu, nami ninaombea watu. Ndio. Miujiza inafanyika. Mambo inafanyika. Ndio. Hata mimi nikiwa chini yako, ninakuwa na kiburi. Ndio. Ninakuwa na tumadharau. Kwa sababu hata mimi Mungu ananitumia. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio nikasema leo nataka niongee kama mchungaji. Yes. Na pia niongee kama mzee. Ndio. Haleluya. Haleluya. Hakuna makosa wewe kutumiwa na Mungu. Ndio. Hakuna makosa hata kidogo. Hakuna. Ni vizuri sana. Lakini ujue ya kwamba umeshikanishwa na huyu mtumishi wa Mungu. Ndio kanisa na kazi ya Mungu iweze kupanuka. Amen. Haleluya. Haleluya. Barnaba wakatembea na Paulo. Ndio. Wakatembea unyo. Wakatembea vizuri. Wakatembea wakafungua makanisa mengi. Ndio. Wakaenda kila kisiwa. Wakaenda mahali hata walikuwa wanapigwa. Ndio. Paulo ni vile sitaki tusome sana. Wamepigwa sana na mawe. Ndio. Wamepigwa sana. Haleluya. Haleluya. Jamaa mmoja alikuwa anaitwa Yohane. Na ndio nikasema uandalaini Yohane. Yohane wakati aliona safari ni ngumu, akasema mimi siendi na nyinyi. Akagairi na akatoka na akaenda. Ndio. Haleluya. Haleluya. Sijui kama aliongea mbaya ama alifanya namna gani, ama ni mazingira aliona ni magumu. Akaona yeye hapa hatakaa. Akaondoka na akaenda. Bwana Yesu asifiwe. Wakabaki watumishi wawili wa Mungu. Paulo wakatembea. Ile kazi ilifanya na watu hawa ilikuwa kazi kubwa sana. Walingangana sana. Walinananga sana. Wakafungua makanisa makubwa. Bwana Yesu asifiwe. Watu wakashindwa ni nini kinaendelea. Haleluya. Haleluya. Lakini wacha nikuambie leo, kuna mito tofauti. Kuna mito tofauti. Kuna mito tofauti. Ndio. Kila mtu kuna vile aliitwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Hapa tukianza umesikia. Hawa watu walifunga sana. Wakafunga sana. Roho wa Mungu akaongea. Walifunga sana. Ndio Roho wa Mungu akafanya nini? Akaongea. Na wakaweza kutumwa. Lakini kuna kitu kimoja nataka nikuambie. Ambacho Barnaba hakuweza kuelewa. Ya kwamba hata kama walikuwa wanaomba sana na kufunga hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Paulo hakuwa ameitiwa hapo. Paulo alikutana na Yesu bamba tu bamba. Walikutana hapa kwa hapa. Kwa hivyo hapa ndio mahali Paulo alikuwa ameanza. Paulo alikuwa amekutana na Yesu. Haleluya. Haleluya. Akaitwa na mwito ulikuwa mgumu sana. Kwa sababu aligongeshwa chini. Aligongeshwa chini na akawa kipofu kabisa. Mito ni tofauti. Mito ni tofauti. Mito ni tofauti. Siku tatu. Kama huyu jamaa haoni, aelewi yako wapi. Anafanywa deliverance. Kwa sababu kuna mambo alikuwa amefanya mabaya sana. Alikuwa amedhihaki na kupiga kanisa la Bwana. Haleluya. Haleluya. Kwa hivyo mwito wa huyu mtu ulikuwa tofauti na wengine sana. Huyu mtu alikuwa amepiga kanisa. Huyu mtu alikuwa ameua. Huyu mtu alikuwa ameghadhabisha kanisa la Bwana. Haleluya. Haleluya. Kwa hivyo hata Yesu mwenyewe akimkujia, hakumkujia kama watu wengine. Alijua hii design ambayo ninakuja nayo ndio itawezesha huyu mtu. Kuna watu wanakuaga na roho nyingine ngumu. Sasa Yesu akaona huyu mtu sitamuita kama watu wengine. Nitamuita na design nyingine. Haleluya. Haleluya. Huyu mtu nitamwangusha. Na atakaa siku 3. Nitamfanyia deliverance. Hiyo deliverance alipelekwa mbinguni. Akapelekwa kwa shetani. Akapelekwa kila mahali. Akitoka mahali pale, huyu jamaa hakutaka mchezo. Huyu jamaa alishikilia injili. Ndio unakuta huyu jamaa yeye amepiga injili sana. Katika Biblia hii yote hakuna mtu ameandika vitabu vingi kama huyu jamaa. Kwa sababu mwito wake ulikuwa tofauti. Yeye vile aliitwa sio vile Barnaba aliitwa. Hapana. Huyu mwito wake ulikuwa tofauti sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo wakati Barnaba anaombea watu na Paulo anaombea watu, Paulo anaosema tu wako pamoja. Watu hawakuwa pamoja. Hawakuwa ligi moja kabisa. Ligi ya huyu jamaa ilikuwa juu. Barnaba hakuelewa. Barnaba
kujua mtumishi wa Mungu Ndio. unafanya kazi mahali uko mahali. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni kweli. Ndio. Hata assistant wako Ndio. anainua mtu amekufa. Hata assistant wako Ndio. anafanya mambo hata wewe unashangaa. Lakini hiyo si kumaanisha Ndio. yeye ndiye baba yako. Hapana. Wewe ndiye kusema. Ndio. Yeah. Barnaba hakuelewa. Hakuelewa. Barnaba hakujua. Ndio. Na ukisoma vizuri hii kitabu, Yes. kwa sababu imeenda mpaka pale 15. Ndio. Inasema mambo mengi. Paulo ndiye alikuwa anasimama. Ndio. Sio Barnaba. Hapana. Ile ujasiri ilikuwa na Paulo. Haikuwa na Barnaba. Ni kweli. Haikuwa na Barnaba. Kabisa. Lakini Barnaba kwa sababu anaona ni kama walitoka mahali pamoja. Ndio. Yeye alidhani ni vile pale wamefunga na wameomba. Ndio hapo ndio wamechipukia. Hakuelewa huyu jamaa. Ndio. Alikuwa amepelekwa mahali pengine kwa siku 3 akiwa kipofu. Ndio. Hakuelewa hilo. Ile kusemezana walisemezana na Yesu. Ndio. Huyu jamaa hajui. Kile waliongea. Ndio. Huyu jamaa hajui. Kuna siri aliongeleshwa naye na Yesu. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Barnaba hajijui. Kuna mambo. Paulo aliongeleshwa. Ndio. Na akaambiwa. Na akapitishwa njia. Ndio. Na akaambiwa uwe unapita hapa. Usipite hapa. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna siri mingi. Na mambo mengi. Na strategies mingi. Ndio. Alielekezwa na Yesu. Hallelujah. Ambazo Barnaba hakuelewa. Lakini wakitumwa. Ndio. Walitumwa wakiwa wawili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Usipige baba. Usikanyage baba. Ndio. Usiongee mabaya ya baba. Ndio. Usikemee baba. Usiongee mabaya ya baba. Ndio. Baba ni baba. Ndio. Barnaba hata kama wanafanya kazi ya Mungu. Ndio. Hakuelewa Paulo ni baba yake. Wow. Hakuelewa. Paulo ndio ni baba yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuteremke hapo chini pasa. Ndio. Hiyo tu mstari chapter number 13. Tuende 14 kwa sababu ni refu sana, sitaki tusome kila mahali. Asante. Tunaenda. Asante. Tusome Matendo ya Mitume 14. Tuanzie hapo mstari wa kwanza. Anza tu mchungaji. Asante. Ndio. Ikawa uko Ikonia, wakaingia pamoja katika sinagogi la Wayahudi. Ndio. Na kwa vile walivyonena, kundi kubwa la Wayahudi na Wayunani ndio wakaamini. Ndio. Kulingana na vile walikuwa wananena. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakienda mahali katika crusade, watu wanaamini sana. Ndio. Wakienda mahali maombolezo, watu wanabadilika. Ndio. Wakienda mahali popote, wakiongea. Kwa sababu ile ujasiri ilikuwa ndani yao. Ndio. Ilikuwa ya hali ya juu sana. Ndio. Wakifika mahali, mambo inabadilika. Ndio. Ninajua wewe mtumishi wa Mungu. Hallelujah. Na mahali umeenda na mtumishi wa Mungu. Ndio. Na Mungu akatenda miujiza ya ajabu. Yes. Mambo yakafanyika ya ajabu. Ndio. Mukainua kanisa la Bwana. Hallelujah. Kanisa la Bwana likainuka. Umefanya kazi. Umejenga makanisa. Umetoka Pafo. Umeenda Selukia. Umeenda Athene. Kila mahali mmetembea. Umetembea kila mahali. Ukifanya kazi ya Mungu. Na wacha niseme, hii kazi ya Mungu ni ngumu sana. Wewe ukiwa nje unaweza iona ni hivi. Hii kazi ni ngumu sana. Ukisikia hawa watumishi wa Mungu walitoka mahali pamoja kwenda mahali pengine, wakisimamisha kanisa, sio siku moja ama siku mbili. Kanisa kujenga na kusimama sio hivi. Sio mchezo. Ni kazi ambayo ilikuwa imefanywa. Ndio. Wakafanya kazi kubwa sana. Wakisimamisha hii kanisa, wanatoka mahali hapo wanaenda mahali pengine. Wanasimamisha ingine, wanawacha watu wengine hapo wakiendelea. Wanaenda mahali pengine, wanasimamisha ingine, wanawacha wengine wakiendelea. Wakaenda hivyo. Wakafanya kazi sana. Kazi ya Mungu. Endelea. Ndio mstari wa pili. Ndio. Lakini Wayahudi wasiamini wakatayarisha watu wa mataifa na kuwatia nia mbaya juu ya ndugu. Basi wakakaa huko wakati mwingi. Ndio. Wakinena kwa ushujaa katika Bwana. Kwa Bwana. Hallelujah. Hawa watu walifanya kazi. Ndio. Mtumishi wa Mungu, hawa watu walifanya kazi. Yes. Ukisikia Biblia inasema walifanya kazi na ushujaa. Hii kazi ya Mungu inahitaji ushujaa. Ndio. Hii kazi ya Mungu inataka mtu ambaye ako na roho
moyo mkubwa, Ndio. roho kubwa, Ehe. si mtu wa kutishatishwa, Ndio. si mtu wa kumakamatio kidogo. Unasema ndani kwela mami. Hii hapana, hii anaga mama. Nenda mami. Hii hapana. Hii ni wewe. Ni wewe. Ndio. Haleluya. Simama kabisa. Wakafanya kazi na ushujaa. Ndio. Kufanya kazi na ushujaa. Ndio. Ni unaenda mahali watu wanalala wakipanga Ndio. vile watawamaliza, vile watawaua, Ndio. vile watawapangua. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata sasa mimi najua Ndio. mtumishi wa Mungu kunenea mahali popote ulipo, wakati unaanza kufanya kazi ya Mungu, Ndio. kuna watu ambao huwa wanainuka, Ndio. wengine wanasema umekula pesa, sijui umefanya nini, Ndio. sijui umefanya nini, mambo mengi, naekelewa mambo mengi sana. Nasema usianze kulia, wacha kulialia, Wacha kulia. Simama imara. Simama na ushujaa. Hawa watu wakasimama na ushujaa. Ndio. Kanisa inatoka kwa ushujaa. Kanisa inajengwa na ushujaa. Wakasimama. Wakafanya kazi ya Mungu. Ndio. Kwa ushujaa mkubwa. Wanafanya kazi na ushujaa, sio kwao. Hapana. Wameenda katika nchi za ng'ambo. Ndio. Lakini wakafanya kazi na ushujaa mkubwa. Ndio. Ili kazi ya Mungu iweze kusimama. Haleluya. Na kazi ya Mungu iliendelea sana. Hawa watu walifungua makanisa mengi sana. Haleluya. Sijui nani amefungua makanisa kama yale ilifunguliwa na hawa watu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaweza enda na mtumishi wa Mungu ama huyo mtu mko na yeye. Yes. Mfanye kazi mingi sana ya mtumishi wa Mungu. Ndio. Mfanye kazi. Yes. Ufanye kazi. Ndio. Ulianza kazi mchungaji ukiwa kijana mdogo. Ndio. Uendelee kufanya kazi. Yes. Uendelee miaka iende. Bado ungangana na kazi ya Mungu. Uendelee. Yes. Meno itoke. Ndio. Bado unaendelea na kazi ya Mungu. Uendelee. Yes. Kabisa ufanye kazi. Wakati mgongo inainama. Upotelee hapo. Hiyo safari yote. Haya. Gaida gete. Baada ya kufanya hiyo kazi yote. Yes. Inahitaji Mungu mwenyewe. Kabla hata tuendelee hapo chini. Ndio. Soma 15:36. 15. Asante. 15 mstari wa 36. Ndio. Baada ya siku kadha wa kadha. Ndio. Paulo akawaambia Barnaba, haya turejee sasa. Tukawaangalie hao ndugu katika kila mji tulipohubiri neno la Bwana. Mtumishi wa Mungu. Haleluya. Wameambiana tutoke tuende. Ndio. Wako Yerusalemu. Sasa wanatoka wakaende kuangalia yale makanisa walijenga. Yamefikia wapi? Saa hii miaka imeenda. Ndio. Sasa wanataka kutoka waende wakaangalia kazi ya Mungu. Mahali waliifikisha bado inaendelea. Kama ilikwama. Paulo akawaambia sasa tutoke Barnaba. Twende tukaangalia kazi ambayo tuliacha. Kama bado iko sawa sawa. Kama bado iko sawa. Kama bado iko imara. Haleluya. Tuache baba. Hapo chini mchungaji. Ndio. Wow. Na sasa akasema namna hii. Ndio. Barnaba akazimu kumchukua Yohana. Barnaba kamua. Na ndio nilikuambia pale nyuma. Tukiwa pale 13. Ndio. Underline Yohane. Sasa Barnaba ameamua kuchukua Yohane. Huyu Yohane sijui ni makosa gani alifanya. Ndio. Biblia haijatuambia. Hapana. Lakini kuna kitu alifanya. Ndio akarudi. Sijui kama ni ungumu. Sijui kama ni kama ni mawe aliona. Ama ni nini aliona. Akasema nie. Ndio ninabere. Akarudia hapo. Akainua mikono juu. Hatujui kama alisema nini. Ama aliongea mbaya. Kama walipigwa na mawe. Na visiwa unasikia walikuwa wanavuka visiwa moja na kingine. Akaona hapa sitoboi. Kazi walifanya. Akasarenda. Akainua mikono. Sasa Barnaba anamwambiaje? Baada ya siku kadha wa kadha. Sasa Biblia inasema Barnaba akaamua. Barabara akaamua kuchukua Yohana. Kuchukua yule tu Yohane. Yule walienda pamoja. Yule walijenga kanisa. Kafika mahali. Akasema dashoka mosie. Akasema dadi kwe mami. Akasema dadi weshana siyako. Akasema dashoka geshagi. Akasema vile alisema. Yule Barnaba. Huyo. Chukua Yohana. Waende pamoja.
uchukue Yohane. Ndio. Huyo ambaye alikuwa anatuvunja moyo. Ndio. Paulo atasemaje? Hey! Yohane aliyeitwa Marko pamoja naye. Ndio. Mbali Paulo hakuona vyema kumchukua huyu aliyewaacha huko Pamfilia. Ndio. Asiende nao kazini. Ndio. Basi palitokea ubishi. Ulitokea nini? Mashindano baina yao hata wakatengana. Paulo ndio na Barnaba, watu ambao walishikanishwa, ndio watu ambao wafanya kazi, ndio sasa wanaongea hawana meno, wamekezekea katika kanisa ya Mungu, ndio mgongo umepindika sababu ya hii kazi, ndio wamengangana, ndio wamefanya kazi ya Mungu, wamerudi Yerusalemu, na sasa wanataka kwenda kuona mazao, kuona kanisa imefika wapi, tangu tuende tutengeneze kanisa upande wa Loitoktok, wacha tuende tukaone. Ukitoka hapo twende na Manga, ukitoka hapo twende kule upande wa Kisii, ukitoka Kisii twende Nyamira, ukitoka Nyamira tuzunguke Nyandarua, Olkarao, twende Nyeri, twende Meru, kila mahali wana mpango kwenda kuona ile kazi ambayo wameishi kufanya. Ndio. Wow. Wakati wamepanga hivyo. Ndio. Na sio mambo makubwa sana. Inafanyaga watu walete wapitane, watengane. Sio mambo makubwa. Hapana. Ni kitu kidogo sana. Baada ya kufanya hii kazi yote, makanisa wamejenga. Eastern Central Africa, Afrika mzima, dunia mzima. Ndio. Kanisa zimejengwa. Inajulikana ni Paulo na Barnaba walifanya hii kazi. Lakini wakati wanatamatisha, hakuna kitu kizuri kibaya pastor kama kushindwa na finishing. Finishing is very very important. Kumalizia ni kitu cha maana sana. Kwenda kumalizia. Ndio. Ile finishing power ya kumalizia. Ndio tunahitaji. Ndio tunahitaji. Unaweza kimbia ukianza vizuri sana. Lakini pale mwisho pa kushinda. Hapo ndio tunasema leo Mungu tusaidie na finishing power. Hallelujah. Finishing power. Ndio baba. Finishing power. Tusaidie. Kwenda kumaliza. Unaweza kuwa umefanya kazi miaka mingi sana katika hiyo kampuni. Umesaidia hiyo kampuni. Umesimamisha hiyo kampuni. Umesimamisha hiyo soko. Umekuwa chairman wa soko. Umekuwa chairman wa watu wenu. Umekuwa chairman wa familia yenu. Umefanya kazi mingi sana. Nzuri sana. Kazi mingi sana. Wakati uko karibu kuzeeka utulie. Uone matunda wa jukuu. Kitu kinatokea. Ndio. Na sio kitu kikubwa. Hapana. Kitu kidogo sana. Kidogo tu. Barnaba tu. Akasema kama tunarudi. Ndio. Kama tunarudi. Ndio. Ni lazima turudi na nani? Na Yohana. Ndio. Yohana yule tuvunja moyo. Alituvunja moyo. Yule alituambia hatutaendelea. Ndio. Yule alituambia hatutafanikiwa. Yule alisema sasa nyinyi endeni, ndio mliitwa. Mwezi faulu. Mwito ni wenu. Ndio. Hamwezi faulu. Barnaba akasema, ndio, tusipoenda na huyu. Tusipoenda na huyu. Ndio. Tusipoenda na huyu. Na huyu. Na ndio nimekuja kuambia mtu leo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimekuja kuambia mtu wa leo. Ndio. Unaweza shikana na mtu. Ndio. Unaweza shikana na mtu. Yes. Uishe kesho jioni. Ndio. Unaweza patana na mtu. Kesho jioni mambo yako ishe. Ndio. Unaweza shikana na mtu mchungaji. Leo ni lini? Leo ni Friday. Uzikwe Saturday ile nyingine. Yeah. Unaweza shikana na mtu. Na nimetoka safari ya mbali sana. Ukuja wakati unaenda kumalizia. Ndio. Ushikane na mtu. Ukufe kesho kutwa ama kesho. Makosa sana. Mfanya biashara. Ndio. Jua nani mnashikana na yeye. Yes. Unaweza shikana na mtu. Ndio. Muende China, muende wapi. Yes. Lakini ni kuisha unaisha. Chunga sana. Ni nani mnashikana na yeye. Ndio. Kijana, unaweza shikana na mtu. Yes. Katika ndoa. Ndio. Ujichimbie kaburi. Wow. Omba sana. Uliza Mungu sana. Ndio. Nitafanya nini hapa? Yes. Barnaba akasema mimi liwe liwalo. Yes. Siwachi Yohane. Siachi Yohane. Naye Paulo akasema huyu hatuendi na yeye. Huyu hatuendi naye. Baba amesema, baba ndio final. Ndio. Mchungaji, baba ndio final. Baba ndio final. Mchungaji, baba akikwambia usipite hapa usipite. Baba akikwambia usiende hapa usiende. Ndio. Baba akikwambia naona umepanga safari
nyumbani Ndio. kesho na kumechinjwa, Ndio. kuna sherehe kubwa, hata wewe umetoa pesa zako, Ndio. alafu akupigia simu ama SMS, Ndio. ama mkutana na mtumishi wako akuambia wewe usijaribu kwenda, Ndio. na kuambia usiende, ukienda utakufa, usiende. Hakuna kitu kizuri mchungaji. Ndio. Tunaweza kosa kusikizwa hii mahubiri yote tumehubiri, lakini ndio the most important thing kwa hii mahubiri ndio ni kutii maneno ya baba, kutii na ushikilie baba ndio mpaka mwisho. Wow. Barnaba, yes, baada ya kufanya hii kazi, ndio baada ya kung'ang'ana, na unajua hii kazi hii ya Mungu ndio hawa watu wakisafiri, hata familia walikuwa wamewacha huko kabisa, familia, hata pengine watoto wengine hata hawakujua hawa watu. Yes. Pengine Barnaba hatuji Paulo wako na mke, ndio tukisikia vile tunasikiaga, lakini tunajua watu wao waliwaacha huko, ndio hawajui uhusiano wote wa familia, ndio yani kwa sababu ya kupenda kazi ya Mungu, na kushikilia kazi ya Mungu, ndio wakawacha vyote. Yes. Wakawacha. Watu walikuwa wananunua mashamba na maploti na magari, hiyo yote mchungaji wakaacha wakaiweka kando, ndio ili waweze kufanya kazi ya Mungu, ndio. Lakini wakati wanamalizia, hakuna kitu kizuri kama finishing power. Ndio. Very very important kabisa. Wakati wa kumalizia, yes. Wewe mzee nakuambia, yes. Umeng'ang'ana ukiwa kijana, ndio. Umeng'ang'ana, umesafiri kila mahali, ndio. Umefanya kazi mingi sana, umeanza kazi ya manguo ikakosa, yes. Ukaweka makaa ikaisha, ndio. Ukaondoka kwa makaa ukaenda tena kuuza tena sokoni, yote ikaisha, ndio. Utaenda sasa hii unauza maploti, ndio. Tena ukatoka kwa maploti ukaenda kwa mahardware. Hii kazi yote umefanya na ni mzuri sana, ndio. Lakini ni vizuri uidentify, yes. Wakati huu umezeeka ni nini utajishikilia, yes. ya kumaliza nayo. Usijishikilie kitu uende ukaisha. Hallelujah. Mchungaji, yes. Hakuna kitu kibaya zaidi tena, ndio, kama kubishana na baba. Yes. Paulo akabishana, ndio. Barnaba akabishana na baba yake. Barnaba akabishana na baba yake, makosa, kukawa na ubishi mkubwa sana, ndio, mpaka ikafikia waachane. Nataka nikuulize leo, ukiona wamefikia mahali wanaachana, ubishi ulikuwa kiasi gani? Hapa kulikuwa sana matusi, ndio, kulikuwa na kunyoshea vidole, kulikuwa na kutupia na mikono, ndio. Nakuambia leo mtumishi wa Mungu, yes. Wewe baba, wewe mwana, ndio. Wewe mtoto, ndio. Wewe mtoto, wewe mtoto, na hii naiongea hata kwa baba, baba wa nyumbani, wacha hata baba wa kikanisa wa kiroho, hata baba wa nyumbani, ni makosa sana, baba yako kubishana na yeye. Huyu mzee aliona mengi sana. Huyu mzee akikwambia hivyo aliona mengi na amepitia, ameangalia. Mchungaji amepima, alikuwa ameangalia akaona Yohane hana mizizi. Yohane ndio tutaenda na yeye, atasoma, atabomoa kanisa, ndio, atagawanya kanisa kabisa. Huyu tukienda na yeye, huyu ataenda kuvunja watu moyo, ndio, huyu ataenda kuua watu kabisa. Barnaba amemshikilia, ndio, amesema huyu ni lazima tuende na yeye. Hatujui, pengine kuna kitu, pengine alikuwa anatoka kwa Yohane, ndio. Unaweza kuwa hapo mchungaji, wewe mzee wa kanisa, mama wa kanisa, ndio, wewe mwanabiashara, yes, wewe mtu mahali popote ulipo, ndio, kuna mtu pengine umemshikilia kwa sababu kuna kitu unapata kwake, na Mungu hapendi hivyo, ndio. Wow. Kuna kitu, kuna uhusiano, kuna mambo Barnaba walikuwa wanafanya na huyu, ndio, Yohane, ambayo Paulo baba yao, ndio, hawakufurahia hiyo maneno kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Katika hiyo hali, ndio, kukawa na ubishi mkubwa, ubishi mkubwa, na ndio ninasema leo, mtoto wewe, usibishane na baba, hata kama wewe uko na miaka 80, ndio, miaka 80 bado ni mtoto, na baba yako ako na miaka 100, ndio, wewe ni mtoto wa baba kabisa. Sikiza baba, hata kama wewe mchungaji, ndio, unaitisha ndege kutoka juu, miujiza, ndege zinaanguka chini, ndio, kwa sababu ya vile umejaza. Haleluya, haleluya, miujiza inafanyika mpaka unashangaa. Yes. Hauwezi ukapita baba, hapana, haiwezekani. Yule baba alikulipeleka hapo, ndio, yule baba alisema wewe enda mahali fulani, yes,
nimekujengea kanisa uendelee. Enda hapo. Akakutuma na malaika wote. Ndio. Na mafuta yote na jeshi yote. Wakati unafanya miujiza. Ndio. Angalia sana. Angalia. Wakati unafanya mambo. Ndio. Watu wanashangaa. Pengine wanapiga kifua. Ndio. Pengine wanafanya sijui vile wanafanya, wewe unajua. Haleluya. Wewe unajua zile sarakasi unafanya. Anajua. Barnaba akajua mimi. Wewe Paulo ukifanya miujiza. Ndio. Mimi ulikuwa unanituma kanisa lingine nafanya mara 3 yako. Kwa hivyo sasa nikisema nataka kwenda na Yohane, ndio hakuna kitu unaniambia. Ndio hiyo. Kukawa na mabishano mabaya sana. Na hakuna kitu kibaya. Ndio. Barnaba akajilaani. Kubishana na baba. Ndio. Hakuna kitu hatari dunia hii. Ndio. Kama kubishana na baba. Ndio. Kama kupigana na baba. Kama kunyosha kidole kwa baba. Ndio. Ni hatari sana. Ni hatari sana. Oh, ni hatari. Ni hatari. Baba anaonanga mbali sana. Mambo ambayo Barnaba hakuwa anaona. Kile nasikia katika mwito. Huyu ameitwa kwa sababu amefunga. Ndio. Na kuomba. Huyu ni siku 3. Huyu ni kufunga na kuomba. Huyu jamaa anaitwa Paulo. Huyu ni kugongeshwa chini. Kugongeshwa chini 3 days. Usiku na mchana. Na kupelekwa mahali ajui for 3 days. Wow. Akaonyeshwa mbinguni. Akaonyeshwa kuzimu. Ndio. Akaonyeshwa mambo aieleweki. Na ni kweli kwa sababu mchungaji huyu mtu wakati alishika Yesu. Paulo. Ndio. Hakuna mtu alikuwa na ujasiri wa kupigania Yesu kama huyu jamaa. Hakuna. Ni kweli. Hata wakati alipelekwa Italia kule Malta wapi. Akafanya kazi ngumu sana. Ndio. Huyu mtu hakuacha Yesu. Baada ya hiyo kazi yote na nini. Ndio. Huyu mtu hata hii mambo ya ndoa pengine ilimshinda. Kwa sababu alishikilia Yesu. Ndio. Kama kitu kingine. Kabisa. Alimpenda Yesu. Alimpenda. Na sasa ameona kuna mtu ameleta mchezo. Ndio. Alikuwa anajua Yohane hakuna mahali wanaenda. Alikuwa anajua huyu mtu kifika mahali ataenda sasa. Zile kanisa tumetengeneza zote. Ndio. Anaenda kuziharibu. Anaenda kuziweka chini. Anaenda kuweka roho ya kurudi nyuma. Kabisa. Kwa sababu yeye ni mtu wa kurudi nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Ndio. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakawa na ubishi mkubwa sana. Ubishi ulimalizia nini? Ndio. Ukibishana na baba. Hebu angalia mazao. Ukibishana na baba. Uone kile kitazaliwa. Hebu mchungaji. Thank you. Aya, mstari wa 39. Ndio. Basi palitokea mashindano baina yao hata wakatengana. Ndio. Barnaba akamchukua Marko. Akamtweka kwenda Kipro. Lakini Paulo akamchukua Sila. Akaondoka. Ndio. Akiombewa na wale ndugu apewe neema ya Bwana. Haleluya. Tufikishe hapa mchungaji. Ndio. Hata kwa sababu ya masaa. Ndio. Nimesema hakuna kitu hatari kama kubishana na baba. Na kubishana na baba wakati siku zimeenda sana. Ndio. Wakati unaona kama umejaza zaidi. Na hata wakati wa kufanya kazi umeisha. Ndio. Huo ndio wakati Barnaba alibishana na baba yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na wakatengana from there. Kwa sababu ameambiwa aache kitu fulani. Ndio. Mchungaji, kuna watu wameambiwa waacha kitu fulani. Wakakatalia. Wakashikilia. Ndio. Hiyo kitu itaenda kumaliza. Kabisa. Hiyo kitu itaisha. Unaambiwa wachana na mtu fulani. Ndio. Wewe unasema yeye ndio huwa anafanya biashara unakula. Ndio. Na Mungu amesema huyo mtu amecancel mambo yake. Hautaenda mbali. Ndio. Barnaba akaambiwa hatuendi na Yohane. Naye baada ya ubishi mkubwa wakaenda na wakina Marko na wakaenda. Ndio. Mchungaji, sijui kama unajua wakati Barnaba unasikia alienda Kipro. Sijui kama Barnaba umemsikia mahali pengine popote. Ndio nakuambia kuna hatari sana ya kuachana na baba na kubishana na baba. Na kutusi baba na kuongea maneno ya baba. Ndio. Hata kuongea maneno ya baba makosa. Unaongea mambo ya baba
saa yote baba. Kusengenya baba. Ndio. Uongei mazuri ya baba. Hapana. Hauongei vile mmepelekana. Hausemi vile alikuinua. No. Hausemi vile haukuwa na ndoa yeye akahusika ukapata ndoa. Haukuwa kazi. Ndio. Hauongei hao mazuri. Kitu kadogo kakifanyika sasa wewe story zote ni baba. Ndio. Umesahau kule baba amekutoa. Kule mmetembea na baba. Vile amekushikiliia. Vile amekuombea. Ulikuja bila kitu. Amekuombea. Bila viatu. Sasa mambo imekuwa mzuri. Umebarikiwa. Umeinuliwa. Hauambiliki. Sasa kiburi imeinuka. Hauambiliki mchungaji. Umesahau. Ni makosa. Barnaba akasahau. Usisahau. Barnaba akasahau. Paulo alikuwa baba. Hata wakati walikuwa naenda hekaluni kuomba, Paulo ndiye aliambia yule kiwete, kwa jina la Yesu simama utembee. Ndio hata tukisoma hapo mchungaji vile umenote. Nimesema tupite hapo. Yohana anaona kama ni yeye. Maana walikuwa pamoja. Anaona kama alihusika. Yeye ni mtu wa mkono. Wewe ni mtu wa mkono. Usisahau. Wewe ni mtu wa kumbebea huyu mchungaji kibeti. Ndio. Nyenyekea hapo. Kaa kwa hiyo neema. Kulia hiyo neema. Andaa meza. Baba akiongea. Ndio. Andaa meza. Ndio. Wakati baba anahubiri. Wewe tupanguza meza. Assistant. Wacha kiburi. Wacha. Baba anaona kesho. Anaona bali. Wewe unaona leo. Barnaba. Ndio. Hakuwa anaona mbali. Ndio. Lakini kwa sababu miujiza ikifanywa hata yeye alikuwa hapo. Ako hapo na anaandikwa kwa maandiko. Si ndio na ameandikwa hapo. Kwa sababu Paulo alikuwa anamwambia hawa watu ni wengi hata wewe ombea hao. Anaombea na kiwete anatembea. Yes. Anaombea na mtu anafunguka macho. Ndio. Anaombea na mtu anabarikiwa. Sasa akasema hata mimi siwezi ambilika. Unasema hatutaenda na Yohane. Ndio tutinganire. Ndio. Tuachane. Hatari sana. Hiyo maneno waliongea mchungaji. Hiyo maneno ya mwisho hiyo maneno ya mwisho ya kusema tumeenda Kupro. Wakati alienda Kupro, mimi sijaona barabara mahali pengine kwa Biblia. Hakuna. Sijaona mahali pengine kwa Biblia. Yes. Nasema leo huyu Paulo ambaye aliwachwa ndio alifanya kazi kubwa. Ndio alifanya miujiza. Wakati walishikana na Timotheo, kijana ambaye alikuwa mchangamfu. Kijana alikuwa natii. Wakashikana na baba. Akajua baba. Akaelewa baba. Wakashikamana. Wakafanya kazi ya Mungu. Nataka nikuambie hii Biblia imeandikwa kwa wingi sana kwa sababu ya Paulo. Sio Barnaba. Hallelujah. Wow. Shikilia baba mpaka mwisho. Wow. Shikilia. Usikubali mtu yeyote, hata kama ni ndugu yako, hata kama ni nani, akuje akutenganishe hata kama ni nani, na baba yako, hata kama ni nani. Wow. Watu huwa wanaisha mchungaji. Ndio. Wakati wamezeeka. Wakati ulikuwa productive. Yes. Ulifanya kazi mzuri sana. Ndio. Wakati ulikuwa sawa. Ulifanya kazi sana. Ulienda from one place to another. Ndio. Ulitembea branch hii mpaka ingine. Yes. Ulifanya kazi hapa na pale. Yes. Umetembea ngambo hii na ngambo hii. Ndio. Lakini sasa umezeeka. Shikilia huyo baba. Shikilia huyo baba. Shikilia huyo baba. Mukamate. Baba akisema hatutaenda na Yohane, unasema hata mimi simtaki. Ndio. Hata unaweza ongezea useme hata mimi nilikuwa naona huyu mtu anataka kutuangamiza. Ndio. Unatia baba nguvu. Unasupport maneno ya baba. Kabisa. Support maneno ya baba. Ndio. Support baba. Ndio. Kile baba anasema msupport. Simama na baba. Ndio. Mtaenda mahali mpaka mwisho. Hallelujah. Sasa yetu imeenda mchungaji. Hallelujah. Imeenda. Ni tamu. Tunashukuru Mungu. Asante. Na tunasema ni asante. Thank you. Maana hiyo neno limetufunza ya kwamba kuna hatari kubwa sana. Yes. Uishi kwa kanisa. Ndio. Uishi mchungaji ukiwa asha.
umeasha ndio, ukiwa kijana mdogo, yes, ukaoa ndio, bado ukiwa asha, ndio, unaendelea kabisa, yes, umefanya kazi ya Mungu kabisa, ndio, unaona kweli umeendelea mzuri, yes, lakini bado haujatunukiwa kuwa mchungaji, ndio, usiondoke hapo. usiondoke. Mungu anakuja. Haleluya. Mungu anakuja. Ngojea. Ukiondoka hapo, ndio, Mungu anajua umezeeka. yes, Wao wacha kujifanya hujazeeka. Mungu anajua umezeeka. anajua, Na ana mpango mzuri kwako. ndio. Biblia inasema katika kitabu cha Yeremia 1:4, yes, ya kwamba mipango ambayo nimewapangia, yes, si mipango ya kuwadhuru, Rapa. ni mipango ya kuwainua na kuwatenda mema. Hallelujah. Kwa hivyo mahali popote ulipo, ndio, umeishi na mshipi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Umeishi kwa gate ukiwa askari, yes, pale kanisani, ndio, lakini unaonaga uko na ile mwito wa kufanya kazi ya Mungu, ndio, usiondoke hapo. usiondoke. Mzee wa kanisa usiondoke. Usiondoke. Mama wa kanisa usiondoke. Usiondoke. Hata wewe mshirika usiondoke. Usiondoke. Ushirika. Hey. Shikilia huyu baba. Shikilia. Wacha kuenda hapa. Mara uko Kawangware. Ndio. Mara uko Kamae. Hey. Mara uko Githogoro. Ndio. Mahali popote unasikia mchungaji ametokea. Hey. Ndio huyo. Uko. Umewacha baba na nani? Ndio. Unafikiri baba atakusaidia? Baba ako na watoto wake, ule amekuwa mahali unaenda ako na watoto wake na ndio. Wewe kana baba. Kana baba. Mahali Mungu alikuambia kana baba, kana baba. Kana baba. Support baba. Ndio. Support baba. Msupport. Usitoke hapo. Ndio. Na nikasema hata Asha usitoke hapo. Ndio. Kaa hapo, Mungu anakuja. Shikilia baba. Hey. Inua baba. Support baba. Baba akisema tusipite hapa, tusipite. Ndio. Tupite hii, tupite. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ubarikiwe na Bwana. Uinuliwe na Bwana. Amen. Umesikia hilo neno la Bwana? Yes. Na ungesema mimi leo nabadilika. Wow. Nimekuwa kichwa ngumu kwa baba. Ndio. Nimekuwa na ubishi kwa baba. Nimekuwa si heshimu hata ile mchungaji tulienda na yeye. Ndio. Nimekuwa nikiongea vile ninataka. Hata baba yangu mzazi umheshimu. Ndio. Unamrushia mikono. Unamwambia kwa nini alikuzaa na hii mashida. Ndio. Umeongea vile umeongea. Yes. Na pengine leo Mungu amekuguza ya kwamba usitoke kwa baba. Oh yes. Kama ungetaka kuokoka na kurudi kwa baba, ndio, rudia maneno haya. Yes. Sema, Bwana Yesu. Bwana Yesu. Siku ya leo. Siku ya leo. Nimekuja kwako. Nimekuja kwako. Mimi mwenye dhambi. Mimi ni mwenye dhambi. Nimeongea mabaya mengi. Nimeongea mabaya mengi. Nimedhihaki baba. Nimedhihaki baba. Nimetusi baba. Nimetusi baba. Nimerushia baba mkono. Nimerushia baba mkono. Lakini baada ya kusikia neno. Lakini baada ya kusikia neno. Nataka kurudi nyumbani. Nataka kurudi nyumbani. Kurudi kwa baba. Kurudi kwa baba. 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 Unipokee. Unipokee. Siku ya leo. Siku ya leo. Ondoa majina yangu kwenye kitabu cha mizimu na uniandike kwenye kitabu cha uzima wa milele. Kuanzia leo nimeokoka na nimeamini. Baba Mungu mbingu na dunia, katika jina la Yesu Kristo, yes, ninakushukuru na ninakuinua na ninakutukuza. Ndio Bwana. Nasema ni asante kwa wema wako na fadhili zako. Uinuliwe na hata utukuzwe milele. Yes, maana hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Ndio Bwana. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu ya hao, yes, ambao wamesikia neno na wamejirudia. Ndio. Na wanataka kukurudia Baba. Ndio. Mwenyezi Mungu wapokee vile walivyo. Yes, kwa sababu wewe ni baba yao. Hallelujah. Hawana baba mwingine. Yes. Wewe ndiye baba yao. Hallelujah. Wasaidie Mwenyezi Mungu. Wafungulie njia za makazi, njia za ndoa na biashara, njia za kwenda ng'ambo. Yes, uwainue na uwatende mema. Ndio. Kwa sababu wewe ni Mungu mwaminifu. Katika jina la Yesu nimeomba na hata nimeamini. Amen. Sema amen. Amen. Wakati huu nitamrudishia mchungaji Reverend Justus aweze kuendelea. Karibu. Asante sana mchungaji. Tunashukuru Mungu sana kwa hilo neno ambalo Mungu amelinena kupitia kwa mtumishi wake, na najua ya kwamba limekuwa la baraka kwako kama vile limenibariki hapa, na najua kwamba Kristo mwana wa Mungu yeye ni mwaminifu. Wakati neno lake linakuja likiwa na sababu katika maisha yetu haya ya kuturejesha katika njia zake, katika njia za kuona ya kwamba ni vyema tunyenyekee chini ya neema ambao Bwana amekupatia mtumishi wake huyo. Kaa kwake, ndumu pale, nyenyekea pale, naye Mungu atazidi kukubariki na kukuinua katika jina la Yesu. Basi tutaomba, na najua kwamba Yesu Kristo mwana wa Mungu atazidi kukutenda mambo mazuri kwa ajili ya utukufu wa jina lake katika jina la Yesu. Basi natuombe.
Baba wetu na Muumba wetu, tunasema ni asante, asante, asante Baba, kwa sababu ya neno lako ambalo umenena nasi siku ya leo. Baba wetu, tunajua ya kwamba hilo neno linaenda kufanya kazi katika maisha ya kila mmoja. Jehova El-Shaddai, watu wako mahali popote walipo Yesu, ninaomba ya kwamba neema ya Kristo iwatosha na hata kibali ya Mungu ikawe juu ya maisha yao. Umetufundisha kunyenyekea, umetufundisha kutii, umetufundisha kushikilia Baba mpaka mwisho, na hivyo ndivyo Bwana umependezwa nasi siku ya leo. Hivyo Baba, nasi tunaomba utusaidie mahali tulikuwa tumeinuliwa na kiburi ilikuwa imeinuka. Yesu, tunaomba utuondolee kiburi yoyote ambayo ilikuwa imejaa katika maisha yetu. Tuondolee majivuno yoyote, utuondolee roho yote ambaye mfalme ilikuwa inafanya tuone ya kwamba Jehova tumefika. Baba, tujue bando tuko katika safari. Utusaidie kunyenyekea, utusaidie kutii, utusaidie Baba kusikia Baba na hata masauli kwa ajili ya utukufu wa jina lako Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Nakabidhi watu wako mbele zako kila mahali walipo Baba. Tunaombea siku ya leo neema ya kutii, neema ya kunyenyekea na hata kukungojea katika jina la Yesu. Yesu, mwana wa Mungu, naombea baraka watu wako, naombea kibali watu wako, naombea kufanikiwa watu wako, naombea maisha yao, aidha ni maisha ya kazi, aidha ni maisha ya biashara, maisha financial breakthrough. Yesu, watembelee. Kuna watu wako na mahangaiko Baba, wakumbuke leo. Kuna watu wanasumbuka kwa yale wanapitia. Kuna Yesu ambaye huwa anakumbuka watu wake Baba, uwatembelee. Hawa wameamua leo wasikize hili neno la uzima. Leta uzima ndani yao, leta uzima ndani yao, uzima wa uponyaji. Wale wagonjwa tunatangaza uponyaji. Wale wako na kansa Baba, uwaponye pepo ya kansa, roho ya kansa, magonjwa ya kansa, kansa ya damu, kansa ya mifupa, kansa ya nyama, kansa kwa wanaume, kansa kwa kina dada, kansa kwa watoto, kansa kwa vijana. Achilia neema Baba ya uponyaji juu ya watu wako katika jina la Yesu. Kuna watu Jehova Baba, magonjwa ya high blood pressure, magonjwa ya shukari, magonjwa ya tumor, magonjwa ya fibroid Baba inawatesa. Tembea uwatakaze, tembea uwaponye. Wako na magonjwa ya figo, magonjwa ya moyo. Yesu, tembea uwatakaze, uwaponye, uwafungue, uwaweke huru Bwana. Hii mwezi tumeingia mwezi wa 5, tarehe ya 3, namba ya 3, namba ya ukombozi, namba ya ushindi. Baba, uwatembelee Jehova, uwashindanie na Baba ukawatetee kwa utukufu wa jina lako. Tunateka mateka maroho yote inapinga watu wako, tunateka mateko ufalme wote Baba, unatesa watu wako. Tunateka mateka kila aibu inakondolea macho, tunateka mateka maroho za madeni, ufalme wa madeni Baba, waondolee kwa uwezo wa jina lako. Tunaomba siku ya leo Baba, tembelea wazee, tembelea wamama, tembelea vijana, tembelea watoto, tembelea watu wako, wale wako Kenya, wale wako ng'ambo, wale wanatufuatilia. Tunaomba mkono wa Jehova Baba utembee juu yao. Sikia kilio Bwana cha watu wako siku ya leo. Sikia Bwana wa majeshi, kila ombi wamesimamisha mbele zako Baba kwa utukufu wako. Nyosha mkono wako ambao uko na nguvu na uwezo wa kufikia kila mmoja katika jina la Yesu. Hawe ni kukaa, hawe ni shosho, hawe ni mtoto, hawe ni mjane, hawe ni yatima Baba, mkono wako unaenda kuwafikia kwa utukufu wa jina lako. Yeyote amefungwa tunanena kufunguliwa, yeyote amekataliwa tunanena kukubalika. Yeyote ambaye anaomba Jehova umfungulia milango Baba, apate kibali, apokee visa Baba, tunafungulisha Baba njia zao kwa utukufu wa jina lako Baba. Tunanena urejesho katika ndoa, urejesho katika biashara, urejesho katika maisha yao kwa ajili ya utukufu wako Bwana.
Bwana, tunawakabidhi mbele zako, wewe ambaye unawapenda, unawajali na uko na mipango mizuri juu yao. Baba, uwafanikishe kwa sababu ya utukufu wako. Kumbuka wale wameadhirika na mafuriko Baba, mikononi mwako tuwakabidhi. Jehova, uwakumbuke Baba, wanateseka na Baba wanahangaika na wanapitia hali ngumu na hali mzito kwa maisha yao. Yesu uliye hai, tunaomba tu huruma zako zishuke juu ya maisha yao. Kuza wafadhili wakaweza kuwashikilia, kuza serikali ikazidi kuwashikilia kama vile tumeona serikali kiwashikilia katika jina la Yesu. Yesu wa Nazareti, ututendee mema, maana wewe ni Mungu mwema. Tunanena baraka sasa na kibali tunapoendelea. Tunaomba baraka za Mungu na neema ya Kristo ikawe juu ya maisha yetu. Yesu uinuliwe, Baba ubarikiwe, na Baba upewe sifa, na ni katika jina la Yesu Kristo aliye Baba na Mwokozi